subira nimevuta sana, kama vikwazo vingine nimepambana. Watu shani roga nikapambana mpaka mtano nona na masuba. Maskini wangu unanifanya nicheze. Unafanya nini? Mimi sielewi juu. Wewe nini wewe kama ile mtogwa? Bila kuna maji humo. Maji gani wakati tunachota ulikuwa uone kama ni mtogwa hilo? Unanizalilisha mambo gani hayo sasa ya aibu hayo? Hebu twende huko. Inaelekea maneno yaliyozungumzika ni ya kweli. Sasa bwana shemeji wanasema apate mwafaka wa jambo. Sasa ndio tumsubiri aje ili tumhoji. Ndio. Sababu gani mpaka nafikia hatua ile? Sawa sawa kabisa. Sawa jamani. Hiyo ndio la msingi na. Mimi tukubaliane hivyo. Kukumi chumbari sikuwana. Kwanza yani niombe radhi kwa kilichotokea. Maana nilidondokewa na unga. Sasa baada nichukue maji nisafishe, kumbe ni togwa. Kwa hiyo mnisamehe sana wazazi wangu. Pamoja na mke wangu au mnisamehe. Kweli hajajua kama kwenye mitungi sisi tunawekaga togwa. Yeye kashazoea mjini kote kunawekwa maji, amejua hivyo basi ndio maana akafanya hivyo bahati mbaya. Ndivyo. Msamehe kijana. Hamna shaka. Msamehe. Sawa, mimi ngoja nikaandae chai. Asante mama. Nimepambana watu shani roga nikapambana mpaka mtano nona na masuba. Umeonaje mazingira haya kwanza? Nimependa yako vizuri. Sawa. Na nimekuita leo hapa tuje tuenjoy. Sawa. Sana kujua una shombovu. Sina shombovu kwa sababu wewe mwenyewe pia unaga shombovu, ndio maana kukubali, na ndio maana leo nikaamua kukuleta huku tuje tuenjoy. Naelewa. Mimi ndo Don Mapesa. Wow. Yeah. Sehemu nzuri nimependa. Na enjoy pia. Okay, sasa na swala moja hivi nzuri sana nataka nikueleze leo special. Kitu gani hicho? Nimefungua lodge. Ni maeneo ya kule juu. Afu wewe hapa. Nataka wewe meneja wangu. Afu kwenye huyo meneja wako, kijana wako yule Sasha uje naye. Sasa naanzaje kumsahau? Yaani ni hivyo. Yaani yule mtoto kwanza nataka yaani pale ndo nakuletea mikononi mwako. Sawa. Haya. Vipi kuhusu na pale kazini kwangu? Kuhusu pale ofisini kwako. Weka vijana wako kwa sababu hiyo ofisi wewe na hazio una haza ya kukaa pale. Pale weka vijana wako, endelee na kazi, njoo kwenye lodge uendelee kufanya maisha yako yawe safi. Si unanijua jinsi nilivyo, alafu na wewe ukija kukaa ukikava hiyo nafasi. Afa muda huo mtoto wa kike yupo, utaenjoy sana. Wewe usije ukaja kunigeuka baadaye. Maana leo ukishampata mtoto mzuri kama yule, usije ukaja kunigeuka Doni.
Hivi mimi Doni nitaanzaje kugeuka kwa sababu wewe ndo chanzo kila kitu kumpata yule mtoto ikiwezekana, alafu mimi eti ni kwa wewe. Siwezi fanya hivyo kiufupi. Basi usijari. Majibu yani hapo ishapita hiyo. Unapotuma meseji hela zinaingia tu hapa. Sio lazima nete ngafanye kazi. Hela zinaingia tu. Hela zinaingia tu. Najua leo sitokosa chochote kitu. Hilo sio swala. Yaani sio chochote kitu, utapata kitu. Sio chochote kitu, utapata kitu. Unaongea na mtu mkubwa. Yaani naona haisi hadi joto. Bwana shemeji, habari? Sawa na kwema? Salama vipi bwana shemeji bwana? Habari asubuhi bwana. Salama kabisa bwana. Bwana mimi natoka shamba kidogo hapo. Sawa. Kuna sehemu ambayo ina majani kidogo hapo. Ndio. Unajua tena mvua inaponyesha majani kuna mahindi ambayo yanahitaji kupaliliwa. Nilikuwa naekea udongo shemeji. Barabara kabisa. Lakini shemeji, vipi swala lile la wale watoto wetu kule Dar es Salaam? Yule shemeji yetu ambaye anakaa na yule mkwe wetu anakaa na mtoto wetu kule, ana matatizo. Yule alishawahi kunawa Togo na nafikiri wewe mwenyewe unajua. Tukavuta subira afu akarudia tena. Alivyorudia tena maana amedokoa nyama. Sasa yule pale atafai kuwa mkwe wetu. Sasa mume wangu, inakuwaje mimi mbona unanidhalilisha, unanitia aibu mara kwenye mboga? Juzi umenawa Togo. Kwa nini unafanya hivyo? Hata mimi sielewi mke wangu. Na ile kuanguka kwa sufuria ya mboga, hiyo ni bahati mbaya tu nimejikwaa. Na hata mimi sijui sababu nini yani mpaka vinatoka vitu kama hivyo. Mume wangu, ndio vitu gani hivi unafanya sasa unanidhalilisha? Hebu niambie, mimi nakuamini, najua kama wewe sio mgonjwa. Hawa hapa kijijini unaamaanisha kitu gani? Kama Waislamu ndio tuvuta subira kidogo. Tunavuta subira nini wakati yule mtu ashafanya matatizo muda mrefu bwana? Sikiliza shemeji, sikiliza bwana, nisikilize bwana. Subira uvuta kheri ndugu yangu. Subira mimi sasa hivi imeisha kwa sababu nishavumilia sana swala lile pale. Ni muda mrefu sana tumezungumza swala hili, tukavuta subira vya kutosha. Kwa maana hiyo kwamba sasa hivi kinachotakiwa shemeji unielewe. Shemeji nikwambie kitu? Ndio. Subira uvuta kheri. Hapana, subira ya nini tena shemeji? Tushazungumza swala hili hapa muda mrefu. Wewe shemeji mbona unataka kusikia? Mke wangu, inabidi wewe ndio uaminishe. Sababu ndio nifahamu mimi. Hivi vitu vimetokea tu bahati mbaya tu. Niwaaminishe nini na kati wewe ndio unatakiwa uaminishe? Wewe ndio unatakiwa ufanye vitu wa kuelewa. Sasa wewe ndio wa kwanza unafanya vitu ambavyo vitu yani kama vile unaonyesha kabisa kama kweli mimi nina matatizo hayo. Mume wangu, unafanya nini? Unanitia aibu. Jitahidi basi ubadilike. Sasa mke wangu nimekuelewa, nitajirekebisha. Jitahidi. Yule bali hatufai kuwa mkwe wetu. Usivunje ndoa ya subira huvuta kheri. Sasa tumevuta subira muda mrefu, mimi nimechoka sasa. Sasa bwana unasikia? Mimi yule bwana mimi simhitaji. Kama shemeji yangu. Ule mtoto ni mtoto wetu wote. Sio kwamba eti mtoto wako mwenyewe ni mtoto wetu wote. Sasa kama bwana unataka kunisikia, ninachokupa ushauri, mimi bwana ondoka zangu. Utajua mwenyewe bwana mtu wako bwana. Naam mzee, nimetikia wito. Ndio. Mke wangu, mimi nimekuita. Na baada nimekuita, nataka kujua shida inayokusumbua wewe haswa. Matukio ni mengi. Mpaka nafikia hatua familia sasa inakuja juu kwangu. Nagombana na mashemeji mimi. Kuhusu wewe. Kinachokusumbua haswa ni nini ndugu yangu? Hebu nieleze kwanza mkuu. Kwanza mzee, nikuombe msamaha kwa wote ambao wamejitokeza. Na pia nikushukuru kwa busara na hekima ambayo ulinionyesha kwangu mimi. Yaani light kama yupo ni mzazi mwingine angeshanitimua. Mzee wangu, ukiangalia bado nampenda sana mke wangu Sasha. Naomba unipe nafasi nyingine tena. Nitajirekebisha na hata jirudia tena matatizo kama yale pale mzee wangu. Mke wangu nikwambia kitu kimoja. Nimevumilia.
mpaka imefikia mwisho, lakini subira vuta heri. Mimi nitajaribu kusubiri tena, kutokana na mashemeji sasa hivi wanagombana na mimi kila dakika, na kama wanagombana na mimi kwa swala lako wewe, na mimi sikubali swali liharibike. Kwa hiyo nitazidi kuvuta subira ndugu yangu, mwisho wake utakuwa mbaya usipokaa sawa. Sio, umenielewa vizuri? Asante sana. Haya mzee wangu. Mama, mimi nishachoka, sipangi tena. Sawa, kama umechoka. Hivi mwanangu, naomba nikuulize. Hivi yule mwanaume ulishawahi kumchunguza kweli tabia zake? Mama, mbona ana tabu mume wangu? Mume wako ana tatizo? Tabia anazofanya zinanishangaza. Kwa nini mama? Ananawa togwa, anadokoa nyama jikoni, sielewi anadokoa hadi mboga. Kweli mwanangu? Amna mama, ni bahati mbaya tu. Mimi mume wangu mbona ni mzima. Alafu pale alianguka kwa anadokoa. Sawa mama yangu, najua ushapenda, hamna jinsi. Sawa mama. Halo, kijana wangu, habari? Kwema? Salama mwanangu, hujambo? Jambo, unaendeleaje? Huku salama baba. Ni masuala tu ya vijijini, hela hakuna, shida nyingi. Sasa baba yangu, usingefanya hata mchakato hata kidogo mpate hela kidogo ya uji na fenesi? So mimi nitatengeneza mambo yako baba. Basi haina shida, nipe dakika mbili mzee. Fanya. Sawa, fanya hivyo mwanangu. Sasa hivi tumte. Haya, hamna shida, hamna shida. Asante. Wewe vipi? Vipi kuhusu nini? Yaani wewe, kumbe mimi nakupa pesa zangu kuja kumpa malaya wako? Huyu sio malaya wangu. Ni nani? Kwanza mheshimu. Ni nani kama sio malaya? Huyu mimi ni mke wangu. Sema hujanipa nafasi ya kuongea. Ungenipa nafasi ya kuongea. Unajua kwa ulikuja kwa sababu gani? Sijakwambia tu yale yangu, nitaka nikwambie kwa wewe kumbe unakuja unanichuna pesa zangu, mimi unakuja kumuonga huyu kinyago, si ndivyo? Hata kama ile nitaka nikwambie, huyu mimi ndo mke wangu, anampenda sana. Wewe dada, huyu bwana wako namnunulia mpaka nguo. Usione kaja na nguo kapendeza, mimi hapa ndo namnunulia. Wewe. Hebu ondoka kwanza, ondoka. Sitoki kieleweke. Sikiliza kama nikwambie. Niache ninakwambia. Dada huyu ana hela, tuone mtaishi vipi? Sawa, tutaishi. Niachie sasa. Kwanza tena kwangu tutaki kukuona. Nenda.
tena pale? Wapi? Mbona kijana yuko vile? Dada. Unaona tukio lile pale? Niliona. Asishemeji. Hebu tumhoji yule mtu kama vipi huyu mtu tuseme biashara yake iishe leo. Amwache kabisa mtoto wewe. Yaani leo ni mwisho. Kweli. Hebu toa maamuzi. Subira imekwisha. Vile nilivyokuwa nakuambiaga. Toa maamuzi ya kweli. Biashara kuniambia mambo ya subira tena iwe ishe kabisa. Sio mazingira mazuri kabisa yale bwana. Naona aibu. Ndio. Hebu amua moja. Amua moja nitakusupport. Amua moja. Moja maliza kuoga tumuite. Na kama unanipenda njoo tu. Na kama unitaki sasa. Baba. Wewe sasa inabidi uondoke hapa nyumbani kwangu. Na uandike talaka sasa hivi, umpe mwanangu. Na umpe talaka mwanangu sasa hivi. Muandike talaka sasa hivi. Shemeji. Sio kwamba ule andike talaka, hata kitamka maneno tu inatosha. Ili tuepukane na hii madhila aliyotufanyia hapa. Hamna kupoteza muda hapa. Ondoka. Sasa. Mpe begi lake huyo. Tamka sasa hivi mwache mwanangu. Sawa, umemwacha mke wangu sasa. Umemwacha mke wangu, leta begi lake. Chukua mizigo yako hii. Haya baba, kuanzia leo hapa tena. Sio kwako tena, nenda. Nenda. Una kazi na mimi tena hapa. Mpaka mtano unaona na masuba. Kama hii mawingu, ila Sasha ni muda mrefu sana toka mimi na wewe kufahamiana, ila leo nimeona ni wakati sahihi kwa wewe kufahamu yale ambayo yapo ndani ya uvungu wa moyo wangu. Naomba mimi niwe Romeo alafu wewe Juliet. Halo mzee, habari? Marhaba, kwema mzee? Salama, habari za huko? Ndio mzee. Salama mzee. Sasa lile jambo letu limekwisha, yule mwanamke amepewa talaka, kwa hiyo sasa wewe uje, maana sasa mambo yatakaa vizuri. Mimi ndio mzee Mkwiru, nimeshasema ni kwamba tangia mwanzo unielewe. Nadhani ushanielewa. Ndio mzee, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Naam. Haya, hamna shida mzee. Shukrani. Habari. Nusu ile kazi imeshaenda kukamilika tayari. Sawa kiongozi, nakuelewa. Ndio.